Ni kuombe uchukue sekunde chache kusubscribe, like, comment na share kwa habari punde kila uchao. Asante. Hali imechacha. Ukweli mzito umeanza kufunguka baada ya ripoti ya tume maalumu ya uchunguzi wa vurugu za uchaguzi kukabidhiwa rasmi kwa Rais Samia Suluhu Hassan Aprili 23. Na sasa kila kitu kinaanza kuwekwa wazi. Ni nini hasa kilitokea Oktoba 29? Nani anahusika? Na je, mfumo mzima wa uchaguzi ulikuwa na mapungufu makubwa kuliko tulivyoambiwa? Tume hiyo iliyoongozwa na Jaji Mohamed Chande imefanya kazi kwa miezi kadhaa ikichimba kwa kina hadi kwenye ushahidi mzito, kuanzia video, picha hadi ushuhuda wa wananchi waliokuwa katikati ya vurugu hizo. Hii si ripoti ya kawaida, ni ripoti inayoweza kubadilisha mwelekeo wa siasa nchini. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mambo mazito yamebainika, kuanzia udhaifu wa kiusalama, mapungufu ya kiutawala hadi sababu zilizochochea mlipuko wa vurugu hizo. Swali kubwa sasa ni hili: je, kuna waliopaswa kuwajibishwa lakini bado wako kimya? Wachambuzi wa siasa tayari wameanza kupasua anga. Dr. Nicodemus Minde anasema hii inaweza kuwa mwanzo wa mageuzi makubwa ya kisiasa, lakini tu kama haki itatendeka bila upendeleo. Lakini Evans Rubara anaonya vikali, akisema bila utekelezaji wa kweli, ripoti hii inaweza kubaki karatasi tu isiyo na maana yoyote. Na hapa ndipo mambo yanapozidi kuwa makali. Je, serikali itachukua hatua gani? Je, mapendekezo yatafanyiwa kazi au yataishia kwenye makabrasha ya ofisini? Na muhimu zaidi, je, wananchi watarejesha imani yao kwenye mfumo wa uchaguzi? Kupitia mjadala ulioripotiwa na BBC, jambo moja liko wazi: hii ni hatua kubwa, lakini vita halisi iko kwenye utekelezaji. Usiondoke, kwa sababu kinachofuata kinaweza kubadilisha kila kitu. Endelea kufuatilia channel hii kwa uchambuzi wa kina, ukweli usiochujiwa na habari ambazo huambiwi kwingineko. Bonyeza subscribe, like na share sasa, usikose kinachoendelea.